Halo, habari za leo. Karibuni tena kwenye Pedo and Rose Stories. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama. Karibuni sana. Leo nataka nijibu maswali au swali ambalo nimekuwa naulizwa mara kwa mara. Watu wananiuliza, je, mtu anayetumia ARV au ART, antiretroviral therapy, anaweza asimuambukize mtu mwingine ambaye hana maambukizi ya VVU? Jibu ni ndio. Lakini hii ndio nitaifafanua ili niweze kueleweka vizuri. Na nitafafanua kwa kutoa mfano kwa sababu mimi mwenyewe natumia ARV. Sasa, ninakunywa ARV. Sababu ya kunywa ARV ni kwamba vile VVU ambavyo ninavyo mwilini vinafubaa. Na vinapofubaa vinakuwa havionekani kwenye chembe zangu za damu. Yaani ninapokwenda hospitali au mtu mwingine ambaye pia anatumia ARV anapokwenda hospitali wakachukua damu na wakaenda kupima. Ile damu huwa wanaenda kuangalia, je, kuna VVU vyovyote vinavyoonekana katika mzunguko wake wa damu? Lakini kila kipimo kina tofautiana, fikiri kufatana nchi na nchi. Kwa hiyo wanapopima wanakuta kwamba havionekani. Kama havionekani, ndo hiyo tunayoambiwa kwamba undetectable. Na hii undetectable wanamaanisha pia kwamba ni untransmissible. Kama havionekani kwenye chembe zangu za damu, au wewe unayekunywa ARV na VVU havionekani kwenye chembe yako ya damu, ina maana kwamba uko undetectable. Na undetectable ina maana kwamba kama utakuwa kwenye mahusiano na mtu, huwezi kumwambukiza yule mtu VVU. Lakini zingatia kwamba hii undetectable inapatikana endapo mtu atatumia ARV vizuri, akazingatia ule muda ambao anatumia ARV. Mfano, umejipangia muda pengine kati ya saa 12 jioni mpaka saa 2 uwe umetumia dawa zako. Kwa hiyo zingatia ule ndo utakuwa muda wako wa kila siku, kufuatana na majukumu yako ya kila siku. Unaona? Mfano, mimi nameza mara 1 kwa siku na nimejipangia jioni kwa sababu asubuhi nameza dawa zingine za matatizo mengine na sitaki ziingiliane. Unaona? Ili zisije zikasababisha dawa nyingine isiweze kufanya kazi vizuri mwilini na kunisaidia kutibu lile tatizo lingine ambalo ninalo. Lakini mimi ni binadamu. Mimi na wewe sote ni binadamu, tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kusahau kupo. Na mtu kusahau sio kwamba umefanya makusudi, hapana. Kusahau ni bahati mbaya imetokea. Labda nimetoka, nikasahau kuchukua dawa zangu kwenda nazo huko nakokwenda. Labda ni harusi au shughuli. Na nikarudi usiku, nikitegemea kwamba nikifika nyumbani kama ni saa 6 au saa 7 nichukue nimeze. Nikasahau moja kwa moja, nikaenda kitandani nikalala. Asubuhi nitakapoamka, ninapochukua zile dawa za asubuhi nimeze, nitazikuta hizi za ARV za jana ziko pale zimetulia. Na hii mimi inayonisaidia nijue kwamba sikuzimeza kwa sababu dawa zangu ziko kwenye maboksi. Kwa hiyo hapo nachukua ninazimeza. Siwezi kusubiria mpaka jioni. Hapana, kwa sababu najua jana nilisahau na sasa hivi nimekumbuka. Ninachukua ninameza. Na jioni ikifika nitameza tena zile za jioni. Lakini endapo nitakuwa nimesahau, asubuhi tena nikasahau,
Alafu nakuja kukumbuka labda saa 10 saa 11. Sasa kama nitameza ile saa 11, ina maana tena jioni saa 12 saa 1 siwezi kumeza. Kwa sababu ile interval au ule muda unakuwa ni mfupi sana. Kwa hiyo nisije nikaji overdose. Unaona? Kwa hiyo ndo maana mimi dawa zangu nimeweka kwenye maboksi. Hii ya kuweka kwenye maboksi inanisaidia sana sana sana. Nitakuja tena kurudia. Nimeweka ile video ya kwenye maboksi, lakini kama unavyojua mimi si mtaalamu sana wa teknolojia. Kwa hiyo vile video haionekani vizuri, nitairudia tena. Kwa hiyo hapa jibu ni ndio. Anayetumia dawa za ARV vizuri na akawa yuko undetectable, yani havionekani kwenye chembe chembe zake za damu, hawezi kumuambukiza mtu mwingine ambaye hana maambukizi ya VVU. Sasa changamoto inakuja kwamba kuna wengine aidha ni labda niseme kwamba ni kwa kutokuelewa vizuri, anapopewa yale majibu ya damu akaambiwa hongera, VVU havionekani tena kwenye chembe chembe zako za damu. Sasa mtu haulizi hii ina maana gani? Anaondoka, anarudi nyumbani, na akifika anaweka dawa pembeni, anasema amepona kwa sababu ameambiwa havionekani kwenye chembe chembe zake za damu. Anaacha kunywa dawa. Sasa anapoacha kunywa dawa, hivi VVU vinaibuka. Vinapoibuka haviji tu ghafla tu kwamba vimeibuka leo basi kesho wewe tayari unaanza kuumwa. Hapana. Vinaanza taratibu kama ulivyopata maambukizi mara ya kwanza. Ukupata leo tu na kesho ukaanza kuumwa. Hapana. Unaona? Kwa hiyo wewe unakuwa unatembea, unafanya shughuli zako, kama uko kwenye mahusiano yako unaendelea, kama uko kwenye ndoa unaendelea, unaona. Kumbe huku unamuambukiza mtu mwingine bila ya wewe mwenyewe mwenye maambukizi kujua kwamba VVU vimeibuka tena mwilini mwako. Kwa sababu wewe ulishajenga hisia moyoni mwako, kichwani mwako, kwamba umepona, VVU havionekani kwenye chembe chembe zako za damu. Unaona? Baadaye utakuja kuijua ile hali utakapokuwa sasa umelala kitandani, unaumwa, unapelekwa hospitali, wanaenda kupima, wanakuta VVU. Unashangaa ilikuwaje? Si mimi niliambiwa nimepona. Hapana. Mpaka sasa hivi hakuna dawa ya kutibu ukimwi, HIV au AIDS. Hakuna dawa. Wataalamu wanafanya kazi usiku na mchana. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ipo siku tiba itapatikana, kwa sababu hata hii ARV, ART na yenyewe imeanzia mbali, ina historia yake. Kwa hiyo ndugu zanguni, wewe na mimi unayekunywa dawa za ARV, ART, usiache kunywa dawa zako. Hata kama unaambiwa VVU havionekani kwenye mfumo wako wa damu au mzunguko wako wa damu au kwenye chembe chembe zako za damu, kunywa dawa, usiache. Hata kama una afya nzuri, unanenepa, unanawiri, kunywa dawa zako. Siku tiba ikipatikana, tutaiacha ARV, tiba itatutibu, tutapona. Kwa hiyo undetectable is equal to untransmittable. Na maana havionekani kwenye chembe chembe za damu, huwezi kumwambukiza mtu yeyote yule VVU. Bila shaka swali hili nimelijibu vizuri, na kama nitakuwa sijaeleweka, msisite kuniuliza kupitia kwenye WhatsApp au kupitia kwenye comments. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, pamoja na kutembelea Pedo and Roses Stories. Kuna video nyingi sana kule zitakazo wasaidia wengine. Asanteni.